Mimi natokea mtaa wa Kinyerezi jijini Dar es Salaam, Tanzania. Ile conference ya East Central Conference. Na nimekuwa kwenye mzunguko wa makambi, na hili ni kambi langu la mwisho kwa Kenya. Kwa ninafurahi kuwa hapa. Mungu aendelee kutubariki. Mchungaji Judith, sijui uko wapi. Mungu aendelee kumbariki mchungaji wetu anapotuchunga, tuendelee kumpa ushirikiano. Nashukuru kwa programu zako. Kuna wakati ulinipigia simu, nilikuwa sipokei makusudi, pale kichwa kilikuwa kinachanganyikiwa niende wapi. Najua nimekusumbua sana. Basi Mungu aendelee kubariki Judith. Lakini Pastor Obala naye ameshiriki sana kunichangia nije hapa, maana nilisoma naye chuo kikuu kule Arusha, naye mumshukuru. Lakini yule jamaa mwenyekiti wa Redemption, yule naye mumshukuru, kafanya kazi bila kuchoka. Na mwenyekiti wa kambi wamefanya kazi bila kuchoka. Basi Mungu aweze kutubariki. Tusimame. Nena roho niye, nena kwa upole, moyo wangu nisikie mara, jaza ona sifa zako Bwana, kila siku unene vile kwa upole, nongoneza kwa pole, pole wa pendo, daima utashinda, uhuruni wako nisikie maneno, uache upweke. Baba, nakuomba shuka unene nasi katika jina Yesu Kristo, amen. Fungua pamoja nami kitabu cha Waamuzi 4, Judges chapter 4. Kitabu cha Waamuzi, kitabu cha Waamuzi 4. Kitabu cha Waamuzi 4. Kitabu cha Waamuzi 4, na lile fungu la 8. Waamuzi 4 fungu la 8, Biblia inasema, basi akasema, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini safari utakayoiendea haitakupatia heshima wewe, maana Bwana atamuuza Sisera katika mikono ya mwanaume. Kuna watu wako aware, nimekosea makusudi hapo. Kwa maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanaume. Kwa maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke. Funga Biblia yako. Mimi huwa ninahubiri fungu moja tu. Kama nyie mmezoea mafungu mengi, mimi huwa ni fungu moja tu, lakini lenye content ya kutosha. Funga Biblia yako. Taifa la Israeli baada ya kutoka nchi ya Misri na kufika nchi ile ya ahadi, wana wa Israeli walifanya
Watoto mkae kimya sasa, naanza kuhubiri. Na watoto mimi ni rafiki zangu. Wangapi wamenielewa? Msiongea, anayeongea unamtuliza. Baada ya taifa la Israeli kufanya madhambi mbele za Mungu, Mungu aliruhusu taifa la Israeli lililokuwa chini ya mfalme Ehudi, wana wa Israeli wakafanya yaliyo mabaya. Kipindi cha Waamuzi ni kipindi ambapo hakukuwa na wafalme. Kila mtu alifanya analodhani ni sahihi mbele ya macho yake. Ndipo Mungu akaruhusu taifa la Israeli kuwa chini ya mfalme anayeitwa Hazori. Zamani za Biblia, kila mfalme alikuwa na mkuu wa majeshi, mkuu wa majeshi, amiri jeshi mkuu, anayesimamia vikosi vyote vya mfalme. Hivyo Hazori akaona katika nchi yote ya Israeli hapana mkuu wa majeshi katili anayeweza kuwatesa vizuri wana wa Israeli mpaka washike adabu. Hivyo akaenda katika nchi ya Syria kukodisha mkuu wa majeshi. Huyu mkuu wa majeshi, kwa nini hakupatikana Israeli chini ya mfalme katili Hazori? Kwa sababu alikuwa na sifa ambazo tutazitaja zisizo za kawaida. Ndugu zangu, nataka niwaambie, mkuu wa nchi nyakati zile ilitakiwa awe mrefu na mwanavita kuliko wote. Na ndio maana Sauli anapomkimbia Goliati watu wanashangaa, maana alikuwa mrefu na mwanavita. Na sasa akaenda Syria Hazori, akamtafuta bwana mmoja katili anayeitwa Sisera. Sisera akakodishwa, ni sawasawa na hapa Kisii iwe ni nchi, alafu mkaenda Migori kutafuta mkuu wa majeshi, eti Kisii hakuna mtu mwenye hizo sifa. Wakaenda wakamtafuta Sisera. Sisera alikuwa na urefu wa futi 23 kwenda juu, wakati wale wana Israeli walikuwa na urefu wa futi 7-8. Kwa ilikuwa wakisimama na Sisera wanafika kwenye ugoko hapa kwenye maji. Kwa Sisera ilikuwa akipigana na wale wana Israeli, akarusha hii tayari kashaua 100. Na kidole Sisera kilikuwa kirefu kama mkono wangu huu. Kwa kikupiga nacho kinazama ndani ya tumbo. Sisera alikuwa na kichwa chenye kilo 20, kichwa tu. Sisera alikuwa na macho makubwa kama kiumbe, na haya macho yaliota upande huu wa sikio, hapa na hapa. Hapa mbele Sisera hakuwa na macho, lakini haya macho yake yalikuwa ya makengeza, yanaweza kugeuka kama macho ya kinyonga. Anaona mbele, for same time anaona kushoto, for same time anaona nyuma, for same time anaona huku kushoto. Kwa jicho lake lilikuwa lina makengeza, lina rotate, linazunguka. Na ndio maana alikosekana mkuu wa majeshi hapa Israeli kwa Hazori, akaenda kumkodisha kule. Sisera alikuwa ana kibiongo, mnanielewa? Mgongo kujikunja, mnaiteje kwa Kikisii? Yule mtu anayetembea hivi. Kikukumi? Kikukumi? Eskumi? Ya ng'ombe ile ni nundu bwana. Ile ni nundu, mimi nazungumza kibiongo. Alikuwa ana kibiongo, alikuwa ana matege, mkuki. Sisera mwenyewe alikuwa na uzito wa kilo 780. Lakini Sisera mwenyewe mkuki ulikuwa na kilo 18. Kofia yake ilikuwa na kilo 9. Kofia
hii anaovaa hapa kifuani ili mikuki kichomwa asiumie, shield ilikuwa na kilo 25. Shangadi zake za kuweka kama wacheza mpira zilikuwa na uzito wa kilo 6. Kwa hiyo mavazi yote ya Sisera yalikuwa na kilo 98, mbali ya kilo zake 780. Sisera alikuwa akisimama juu ya mlima akasema, wote jificheni ndani. Wanaume wote ni mbio, wanawake mbio. Na wanasema ndio mtu pekee aliyekuwa na sauti kubwa kuliko wote katika lile taifa. Kwa kigezo cha Sisera kuwa mkuu wa majeshi kiliambatana na hivyo vitu. Kule kwetu Tanzania kuna kabila linaitwa Wasafwa. Wao msiba ukitokea zamani zile, anasimama mtu mmoja juu ya mlima, anasema fulani amekufa, fulani amekufa. Wa mlima huo anapokea within short time, Kisii yote imeshafika kwenye msiba. Walikuwa na sauti kubwa, nilibahatika kuwasikia wakiwa wadogo. Sisera peke yake alikuwa akiongea, wanaume wote ndani, wanawake ndani, watoto ndani. Mama, ukiolewa na mwanaume ambaye mwizi akiingia anajificha, ondoka haraka sana hapo, hauna mume. Mwanaume hapaswi kukimbia. Yaani kuna wanaume wanaogopa nyoka. Akiona mke wake nyoka, atoa, mke wangu nyoka, nyoka. Hauna mwanaume hapo. Mke wangu nyoka, hamna. Sikiliza niwaambie, Sisera alikuwa jemedari mkuu. Kwa miaka 20 alikuwa akijisikia kula nyama, anamchukua mwana wa Israeli mmoja, anamchinja, anakula nyama yake for 20 years, kwa sababu alimwacha Mungu. Unapomwacha Mungu kuna matokeo mabaya. Sisera akamwacha Mungu na mkono wa Bwana ukaondoka kwa Sisera. Asubuhi ya leo usimwache Mungu. Ukimwacha Mungu ataruhusu shetani akuchezee. Mng'ang'anie Mungu, mshike Mungu. Nimefurahi kuona kina mama wakiimba, vijana wakiimba, watu wakiwa wametapakaa kwenye kambi. Mshikeni Mungu. Katika makambi haya tumeamua kumshika Mungu. Baada ya kilio cha muda mrefu, kina mama, naenda kuongea neno baya, mnisamee. Wangapi wameshanisamee kabla hajalisikiliza? Nyosha mkono tu, Mungu awabariki. Nyakati za Biblia, mwanamke alifananishwa na mdudu, insect. Wangapi wamenisamee? Nyakati za Biblia. Ndio maana watoto wa Adamu wa kike hawajatajwa. Yaani walikuwa wanasema si tutaje wadudu. Ndio maana Yesu analisha watu 15,000, Biblia inasema tu wanaume 5,000. Lakini Mungu aliangalia miongoni mwa wanawake, akaangalia miongoni mwa wanaume ambaye atapambana na Sisera, akaangalia miongoni mwa wanaume ni nani atapambana na Sisera. Hakumpata mwanaume, akampata mwanamke anayeitwa Debora. Na mama, piga makofi, shangilieni. Akampata Debora, akampata Judith. Kwa tumheshimu Judith. Bwana asifiwe. Kati ya wanaume wote na vipala vyao na urefu wao wote, Sisera kusema ndio, Mungu akampata mwanamke anayeitwa Debora. Wanawake wanaofanya mambo makubwa ndani ya kanisa wanahitajika. Kina mama watakaoshikilia kambi, kina mama watakaoshiriki ujenzi wa kanisa, kina mama watakaoombea makambi yakae sawasawa. Wewe mwanamke, acha kuishi kinyonge. Simama kama Debora katika familia yako. Simama kama Debora katika kanisa. Simama kama Debora unapopewa kazi. Siku moja ilikuwa siku ya wanawake kanisa fulani. Walikuwa nasema hatupewi kuhubiri. Tukampa kuhubiri.
Akasema, watu wa Mungu, Bwana asifiwe, leo hata mimi mwanamke nimesimama kuhubiri, hata mimi mwanamke tunapigwa, tunanyanyasa. Nyie kina mama mkipewa kuhubiri hapa, hubirini Yesu, msihubiri human right. Ndio maana wakati fulani ampewi kuhubiri. Yaani ukiwa hapa unaanza kujitetea tu, unajua sisi ni wanawake, unajua mtupende. Mhubiri Yesu maadamu umepewa mimbala, mhubiri Yesu. Debora kutetemeka kama wanawake wa siku hizi. Mungu aliona kiumbe dhaifu kama Debora anaweza kulikomboa taifa la wana wa Israeli. Ni kweli, unaweza ukamwona Debora akiwa kwenye weakness, unaweza ukamwona Debora akiwa mwanamke, unaweza ukamwona Debora akiwa hawezi, lakini tazama, ndani ya Debora palikuwa na nguvu za Yesu. Ndani ya Debora palikuwa na nguvu za Mungu. Hizo ndizo zilizomfanya ashinde. Ufunuo anasema tunashinda, tena zaidi ya kushinda, katika yeye aliyetupenda. Utamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Utashinda dhambi kwa jina la Yesu Kristo. Utashinda majaribu kwa nguvu za Yesu, si kwa nguvu zako. Msinihurumie, tatizo siwezi kuhubiria huku mkiwa mmenificha. Bwana asifiwe. Debora akamchukua Baraka, akasema twendeni mlima Tabor. Wakaenda mlima Tabor. Walipokwenda juu ya ule mlima, Sisera naye akaenda na magari zaidi ya 900,000 na watu wote, akakusanya majeshi. Sisera hakuwahi kupigwa vita yoyote, akaenda katika mlima Tabor. Alipokwenda akamkuta Debora yuko juu ya mlima. Vita ikaanza kupiganwa. Vita ikaanza kupiganwa. Ndani ya dakika chache askari wote wa Sisera wakawa wameuawa, na ndani ya muda mchache magari yote ya Sisera yakaunguzwa moto. Yule aliyetesa wana Israeli kwa miaka 20, yule aliyewaharibu watu wa Mungu kwa miaka 20, sasa anashughulikiwa na mwanamke. Sisera alikuwa akisimama na Debora. Debora anamfika hapa, Sisera yupo kule juu ya mti, lakini alitandikwa kipigo kitakatifu. Mchana wa leo, magonjwa yako ni Sisera. Yawezekana umeugua kwa muda mrefu, na mimi nimemwomba Bwana katika kambi hili hakuna ugonjwa ambao hautafunguliwa. Wagonjwa wote watapona, hata ambao wataletwa wakiwa wamebebwa kwenye vitanda watasimama. Bwana amenitoa Tanzania kuhubiri habari njema za wokovu, na walio wagonjwa wakanyanyuke tena, maana ametupa nguvu za kumwangusha Sisera. Dada mmoja akaniambia, mchungaji, mimi sijapata mchumba. Afu ndugu zangu wananicheka. Nikamwambia, wewe subiri tu. Akapata mchumba. Alipopata mchumba akaniambia, tunataka kufunga ndoa. Wakafunga ndoa. Alafu akapata mimba, lakini alipozaa alizaa katika umri wake wa miaka 45 watoto 3 kwa mpigo. Mungu akafidia kule kote alikochelewa. Mungu sio mwanadamu, anaweza kumwangusha Sisera. Umekuja leo kwenye makambi, Sisera wako ni nani? Mkeo aeleweki. Mtu mmoja pale Tanzania akasema, huyu jamani mrefu, mke wake ni mfupi, akisimama naye anafika tumboni. Sasa wamegombana, jamaa ananiambia mke kanishinda. Nikasema, huyu mfupi amekushinda? Anasema maana yeye anapotaka kuongea na mimi akiwa ananitukana anasimama juu ya meza. Nye kina mama punga mkono. Hapo hamtaki kupunga mkono. Nasimama juu ya meza ndio ananigombeza.
Yawezekana mke wako ni Sisera, leo katika jina la Yesu atatulia ya familia. Inawezekana mumeo ni Sisera, leo atatulia. Watoto mnaosoma, inawezekana Sisera wako ni kutokuelewa masomo darasani, na umepambana umeshindwa. Watoto, kama mnanisikia, punga mkono. Sisera wenu anaenda kupigwa na mnaenda kufaulu mitihani baada ya kambi katika jina la Yesu. Sema, Mungu mwangushe Sisera wangu. Inawezekana kwaya ya kanisa inasuasua, maana hata hivyo mimi sijaiona hapa. Inasuasua church choir, sijaiona hapa. Wamevaa uniform gani? Ukiona wengine huku, wengine kule, wengine huku, tayari haiko sawa sawa hiyo. Sasa mimi si mchungaji, nazunguka kote. Inawezekana kwaya ya kanisa inasuasua. Mkataeni Sisera anayesababisha kwaya isiwe ya viwango. Kuanzia leo Sisera wako akaangushwe. Inawezekana umefanya biashara, umeshindwa. Umefanya biashara, mambo hayakwendi. Mwambie Mungu, Sisera wako wa umaskini akaangushwe mchana wa leo. Sisera alipoona kipigo kikali akaanza kukimbia. Bwana asifiwe. Akashuka kwenye gari, akaanza kukimbia. Adui yako atakuja kwa mlango mmoja, ataondoka kwa milango. Katika ubiri hili ninapohubiri, magonjwa yako yakimbie, hatari zako zikimbie. Kuna siku moja, kuna watu wanapenda kufa. Hata nilipokuwa natoka kambi sehemu fulani, wakasema, Mungu, tusipoonana duniani tuonane mbinguni. Hilo ombi manake nani anakufa sasa? Kwani usimwambie Mungu tutaonana wapi? Bado unatakiwa ifanye kazi ya Mungu. Unajua ukiwa mzee unatembelea fimbo, kweli utatembelea fimbo. Tamka all the time, talk positive. Sisera akakimbia. Mchana wa leo matatizo yako yakakimbie bye bye. Hatari ya kifo ikakimbie bye bye. Wale waliokuloga ulali usiku ukalale, shida zako zikakimbie katika jina la Yesu. Aliyemkimbiza Sisera sio Debora, ni Mungu ndani ya Debora. Mungu mwenye nguvu, Imanueli, Mungu pamoja nasi, akae katika maisha yako. Sisera alipokimbia jitu refu linakimbia, akakimbilia kwa mwanamke mwingine anayeitwa Yaeli. Akamwambia Yaeli, ninaomba Yaeli, ninaomba unihifadhi. Yaeli, ninaomba unihifadhi. Mwanamke mwenzako Debora amenishushia kipigo kitakatifu na anaweza kuniua. Naomba unihifadhi. Nani ambaye angeamini Sisera anaweza akamkimbia Debora na kumwogopa? Nataka nikwambie, ukiwa na Yesu, bosi wako hata kuchezea, akikutazama tu usoni anaona mng'ao, tisho wa Mungu ndani yako. Ukiwa na Yesu, utakapokwenda sokoni watajua huyu ni mtu wa Mungu. Jana tuliposhuka pale Kisumu kwenye ndege, mimi nikatoka mpaka nje, sijui mizigo anachukulia wapi. Na unajua kuingia ndani mpaka uanze tena kukaguliwa. Askari mmoja aliponizuia, dada mmoja aliponizuia, askari mwingine akasema, wewe usizuie watu wa Mungu, huyu hawezi kubeba mabomu, ruhusu aende akachukue mizigo. Hofu ya Mungu. Unapokuwa na Yesu ndani, Mungu anakupa utisho. Kilichomfanya Sisera akimbie ni Mungu ndani yake. Sikiliza nikwambie, Biblia inasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu.
Yesu atakapoweka makazi katika maisha yako, maadui zako watakukimbia. Na ufunuo wa Yohana aliona hilo, akasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu yote akifungua mlango wake, nitaingia ndani, nitakaa pamoja naye na yeye pamoja nami. Yaeli akamwambia, sawa Sisera, sawa basi ingia, lala hapa. Sisera akalala. Yaeli akamwambia, lala, wakija nitakuficha. Bila kujua wanawake lao ni moja. Alipomficha Yaeli, jamaa likiwa nimejifunika, Yaeli akachukua mkuki, akamuua Sisera. Kiukweli baada ya muda mfupi Debora anakuja. Yaeli, kuna mtu amekimbilia hapa, mpeni muue. Yaeli akasema, nimesha maliza kazi. Kwa Sisera anauawa kwa wanawake wangapi? Mbona wewe mwanamke unaishi kinyonge? Na Yaeli anatuonyesha namna ambavyo kanisa linapaswa kuwa na ushirikiano. Angeweza kumficha Sisera, taifa la Bwana lisingepata ushindi. Anashirikiana na Rebeka. Hii inamaanisha kwamba ndani ya kanisa, kina mama shirikianeni na mashemasi shirikianeni na asiwepo mwanamke yoyote kanisani atakayesema, huyu Pastor Judy kwanza ni mwanamke, huyu Pastor Judy hafai kutuongoza. Shirikiana. Kina mama wanashirikiana. Tushirikiane. Na mimi kwa imani nimemwomba Yesu, even conflict ya land iliyoko hapa ikaishe katika jina la Yesu. Tukasimamishe gorofa 6 kwenda juu. Ukiona sehemu ina shida, unataka kufanya maendeleo ina shida, jua mtakacho kisimamisha hapo, Kisii yote itashangaa. Na baada ya kambi, Mungu, Sisera anayetuzuia tusijenge kanisa ataanguka. Achague mawili, ajisalimishe au akimbie. Sasa pastor, mimi ni mtumishi wa Mungu, ninaongea neno yaliyonyoka na ni makali kama upanga. Jeshi la Bwana likapata ushindi. Debora akaitwa ni mwamuzi, tena nabii, akaongezewa vyeo, akapewa vyeo viwili. Katika kile kipindi wanaume wote walikuwa ni waamuzi. Debora akaitwa nabii, tena mwamuzi, kwa sababu alifanya mambo makubwa. Mtu mnyonge, mtu mdogo, alifanya mambo makubwa. Sisera akaanguka.